Bwana, movie yetu inaanza na huyo mrembo anaitwa Scarlett, anaishi na mtoto wake ambaye anaitwa Jerry. Jerry anasoma. Sasa leo ametoka shule, anamwambia mama yake kuwa wamepewa assignment ambayo inahusiana na mambo ya wanyama. Kwa hivyo akamuomba mama yake kuwa weekend waende kwenye zoo akaone wanyama na nini ili aweze kufanya hiyo assignment. Mama akakubali. Basi bwana, ilipofika weekend mama akamchukua mwanae wakaenda huko kwenye zoo kama ambavyo aliomba. Sasa walipofika hapa kwenye zoo wakiwa na guide hapa, mama bwana akapigiwa simu, so akawa ametoka pembeni kuongea na simu. Sasa Jerry akamtoroka gaida, akamuona kuna mbaba fulani ambaye ukimwangalia kama kichaa sio kichaa, lakini yuko pale kwenye ile zoo. Sasa Jerry bwana akawa amemfuatilia kumuona huyu ni nani. Si unajua tena watoto. Kwa hivyo Jerry alipomuona tu jamaa jinsi alivyo tofauti na wengine pale na nini, so akatamani kujua. Sasa jamaa naye akahisi kuna mtu anamfuatilia, kwa sababu Jerry alikuwa anamfuatilia lakini anajificha. Sasa Jerry akiwa hapa hana hili wala lile, mshikaji akawa ametokea pale. Jerry aliogopa kweli kweli. Jamaa anamuuliza mbona ulikuwa unanifuatilia? Basi akamchukua pale mtoto, kaenda sehemu akakaa, akapiga stori nyingi sana. Jamaa akajitambulisha kwa Jerry kuwa yeye anaitwa Tega. Jerry naye akajitambulisha. Jerry akatokea kumpenda sana jamaa. Japo ndo hivyo anaonekana wa tofauti hapa kwenye zoo. Kimuona kwa haraka haraka unaweza kadhani kichaa, lakini sio kichaa. Tutakuja tujue uko mbele safari kuwa kwa nini jamaa yuko katika muonekano huo. Huku mama kashamtafuta kinyama Jerry. Mama kapagawa kweli kweli, anahisi mwanae labda akapotea. Lakini baadaye anakuja kumkuta huko na huyu jamaa Tega. Sasa mama akamwambia Jerry, "Unakaje na huyo mwehu? Uone kuwa ni kichaa?" Lakini Jerry akamwambia mamake, "Hapana, huyo sio kichaa, ni rafiki yangu huyo kuanzia leo." Basi mama akamchukua pale dogo akaondoka. Tega hapa kwenye zoo yeye anafanya kazi ya usafi hapa na hana mshahara, malipo yake ni chakula. Sasa kuna huyo mlinzi hapa kwenye zoo, yeye ndo aliyempa msaada huo wa kuja kukaa hapa Tega. Akawa anashangazwa sana na tabia za Tega, yani muda wote jamaa anaangalia maji tu. Sasa jamaa akawa anamwambia hapa, "Wewe mbona muda wote unaangalia tu maji?" Jamaa akasema, "Hii inanisaidia kujitambua mimi ni nani." Mlinzi hata kumuelewa jamaa na maana gani. Sasa mlinzi akamwambia, "Naomba unisikilize. Leo nimeona umeanza mazoea na watu wanaokuja hapa kwenye zoo. Tafadhali tusiharibiane kibarua mzee. Ishi kwenye mipaka yako. Wewe ni mfanya usafi, achana na watu." Jamaa akasema hakuna shida. Huko nyumbani Scarlett yuko na rafiki yake anaitwa Deborah. Wanapendana kweli kweli. Sasa Scarlett yuko hapa anamwambia Deborah kuwa ex wake Teddy anamuita, ana mazungumzo naye. Sasa huyo Teddy aliachana na Scarlett kwa sababu Scarlett bwana hana uwezo wa kupata mtoto, yani uzazi wake kizazi kisha haribika, na ndo sababu ya Teddy kuachana na Scarlett. Sasa leo Teddy bwana anamuhitaji Scarlett, wana mazungumzo naye. Deborah akamwambia Scarlett kuwa nenda kamsikilize. Basi akawa ameenda huko. Jamaa bwana amekuja kumbe kumwalika Scarlett, jamaa anaoa. Scarlett alichukia kweli kweli, akarudi nyumbani. Scarlett kama hindi kinyama, akamweleza Deborah kila kitu na nini. Scarlett akaongea kwa uchungu sana kwamba kwa sasa haoni mwanaume wa kumuoa kwa sababu hana uwezo wa kuzaa. Sasa ni nani ambaye anaweza kuja kuishi na mwanamke asiyezaa? Lakini Deborah akawa upande wake akamwambia, "Hapana isee, wewe endelea tu kumwamini Mwenyezi Mungu kuwa ipo siku utapata mwanaume wa maisha yako." Sasa ikafika siku ya wapenda nao. Scarlett yuko hapa na mwanae Jerry. Jerry akamwambia mama yake kuwa anatamani siku ya wapenda nao waende kule kwenye zoo wakampelekee Tega nguo. Mama akasita pale, lakini dogo akaomba kweli. Basi mama bwana ikabidi tu akubali ili kumfurahisha mwanae. Basi bwana wakaenda kununua hizo nguo, kisha wakaenda huko kwenye zoo. Kweli bwana wakampata hapa Tega, wakampa zile nguo jamaa kavaa. Sasa Jerry akamwambia mama yake kuwa wampeleke pia saluni ili akanyoe. Mama akakubali. Wakampeleka jamaa saluni, akanyoa akapendeza kweli kweli. Scarlett mwenyewe alipomuona jamaa, shangaa. Kawa handsome bla baada ya kutoa ile manywele. Basi bwana wakampeleka kwenye chakula. Jamaa anakula chapchapu kinyama, msosi kama huwa hajauona muda mrefu sana. Basi bwana baada ya pale wakamrudisha kwenye zoo. Baada ya wiki kadhaa kupita, siku moja Deborah kaja hapa kwa Scarlett, amegonga hodi muda mrefu kweli, geti alifunguliwi. Sasa ameingia ndani analalamika, anadai kuwa mlinzi uko wapi? Scarlett akasema mlinzi wangu alipata kazi nyingine, sasa hivi sina mlinzi. Yani nateseka kweli kweli. Deborah akamwambia, "Sasa utafanyaje?" Scarlett akasema ana wazo ambalo yuko analifikiria kuwa akamchukue Tega, yule jamaa wa kule kwenye zoo, rafiki yake Jerry, aje amsaidie kazi ya getini. Deborah akamwambia, "Sasa unangoja nini? Kumbe hadi mtu uko naye, nenda kamchukue." Basi bwana Scarlett kweli akaenda kule kwenye zoo, akamchukua Tega, akamleta nyumbani kuja kufanya kazi ya getini pale. Sasa Scarlett baada ya kumfikisha Tega hapa nyumbani,
Akamuuliza, una familia, ndugu? Jamaa akasema hana. Yani yeye iko kama yeye, hana mtu yoyote, ndugu, familia, yani hana. Basi bwana Scarlett akaona yeye hayamuhusu hayo, akamwelekeza pale namna kufanya kazi, na rasmi akawa mfanyakazi wa pale. Jerry ametoka shule akamkuta rafiki yake Tega ndo amekuwa mfanyakazi wa pale nyumbani kwao. Alifurahi kweli kweli aisee. Rafiki yake amekuja nyumbani. Sasa baada ya muda fulani kupita, Scarlett bwana akaanza kumtamani Tega. Akimuona jamaa anavoosha magari huko akiwa amevua shati bode na nini. Mtoto hakika kajaa aisee. Akavutiwa na Tega. Sasa ukiachana na hisia za Scarlett kwa Tega, bondi ya Tega na Jerry, mtoto wa Scarlett, ni kubwa balaa. Yani mpaka Scarlett mwenyewe akawa anashangaa hiyo bondi imepatikanaje. Yani wanapendana kupita maelezo. Dogo mwambii kitu kwa Tega, Tega mwambii kitu kwa dogo, wanapendana balaa. Sasa kuna siku Scarlett alikuwa ametoka na mtoto wake, wamerudi usiku, dogo kalala. Tega bwana akamwomba Scarlett amsaidie kumuingiza mtoto ndani. Scarlett akakubali. Tega akamchukua mtoto akampeleka chumbani akamlaza. Sasa Scarlett leo si uvumilivu kamshinda. Mrembo bwana ikabidi aweke wazi hisia zake kwa Tega. Tega wakati anataka kuondoka, Scarlett akamshika mkono na kumkisi. Unajua Tega mwenyewe kuamini. Scarlett akajifanya kama amefanya bila kukusudia, so akakimbia pale kuelekea chumbani. Mtoto hakika kaona potelea pote. Yani ni kujifia na hisia zangu wakati mtu unayempenda huko mumu ndani. Kesho yake rafiki yake Scarlett, Deborah, akawa amekuja hapa na mpenzi wake anaitwa Kizito. Wamekuja kumsalimia Scarlett. Sasa wamefika hapa, Kizito alipomuona Tega, akasema Lucas. Deborah akamwambia, wewe vipi? Huyo haitwi Lucas, anaitwa Tega, ni mlinzi wa Scarlett. Kizito akasema, hapana wewe, huyo ni Lucas. Akashuka kwenye gari akamfuata akamshika mkono, Lucas vipi, unanikumbuka? Sasa Tega mwenyewe haelewi. Sasa Kizito alipomshika hivi, jamaa bwana ni kama kumbukumbu zikamrudia Tega. Akakumbuka kuwa ni mtu ambaye wanafahamiana naye. Tega akasema, Kizito. Kizito akasema, ndio, ni mimi Kizito. Sasa Deborah akashangaa kwamba Tega anamjua Kizito, amemuita jina lake. Sasa Kizito anasema, huyu haitwi Tega, huyu anaitwa Lucas, mimi namjua huyu. Kwao ni hapa Nigeria, lakini waga aishi hapa, anishigi Marekani huko. Sasa mimi nashangaa amekuja lini Nigeria na mbona hajanishtua? Huyu ni mtu ana familia yake huyu. So jamaa Kizito kwenye simu yake kuna picha ya Tega alipokuwa na mke wake na mtoto wao, walikuwa wamepiga pamoja. Kizito baada ya kumuonesha hivi Tega, Tega ndo kumbukumbu kumrudia ise. Akakimbia kufata mkoba ambao siku zote alikuwa anatembea nao. Kwenye kile kimkoba kuna kibangili, kuna viatu vya mtoto. Sasa jamaa ndo kumbukumbu zote kumrudia. Sasa ni kwamba huyo mshikaji kumbe Tega alipataga ajali, bonge moja la ajali, ambako jamaa ndo ilikuwa siku ya kuondoka hapa Nigeria wanenda zao Marekani huko. Unaona bwana, so wakiwa njiani akiwa yeye na mke wake na mtoto wakapata bonge la ajali. Unaona bwana, kabla hata wajafika airport. Kwa hiyo wasamaria wema wakaja wakawachukua wakawapeleka hospitali, lakini sasa wakatenganishwa hospitali. Tega yeye akapelekwa hospitali nyingine. Mama na mtoto akapelekwa hospitali nyingine, lakini mama kwa bahati mbaya alifariki. So akabaki mtoto na Tega. Tega akaingia kwenye koma, akalazwa hospitali miezi 7 yupo kwenye koma, yani hajitambui. Amekuja kushtuka, jamaa akapoteza kila kitu. Kumbe bongo ulicheza ise. Memory yote imefutika. Hana kumbukumbu anaoikumbuka. Sasa madaktari bwana wakampatia vitu ambavyo walivyokota pale kwenye ile ajali. Kwao ni kamkoba, alafu kuna viatu pale vya mtoto wakampatia jamaa. Lakini jamaa hata akumbuki kuwa huo mkoba ulikuwa ni wa mke wake na hivyo viatu vilikuwa ni vya mtoto wake. Bali jamaa kuanzia siku ile baada ya kumkabidhi vile vitu akawa anatembea navyo, yani ile ndio ikawa kama roho yake. So jamaa kutokana na kwamba ndio hivyo alikuwa peke yake na nini, hakuna ndugu, hakuna jamaa, hakuna rafiki, hospitali ikawa haina cha kumsaidia zaidi ya kumtoa pale hospitali. Na jamaa ndio hivyo akaingia mtaani. Mtaani bwana ameishi kama ombaomba, kama kichaa, asokuwa na mbele wala nyuma. Sasa akakutana na mama mmoja alikuwa ni mfanyabiashara wa biashara ndogo ndogo hizi. Sasa akamchukua Tega akaenda kuishi naye kwake. Sasa Tega alikuwa hana jina, kumbuka ametoka hospitali hajui chochote. Sasa yule mama ndo akampa hilo jina la Tega. Lakini mme wa yule mama akuwa anampenda Tega kwa sababu ni mtu mzima. Kwa hiyo yule mwanaume akawa anahisi kuwa ipo siku
Tega anaweza akatembea na mkewe. Kwa hiyo akatimuliwa pale. Ndo sasa kuna siku akaenda pale kwenye ile zoo kuomba pale msaada, ndo akapewa pale nafasi ya kukaa afanye usafi pale, na malipo yake ni chakula. Na ndo pale sasa Scarlett na mwanae Jerry walipoenda kumkuta Tega. Ilikuwa ni story ya kusikitisha kinyama ise. Kila mmoja mle alisikitika. So leo ndo kumbukumbu zimerudi ise. Neo yote ni kwa sababu ya mpenzi wake Deborah ambaye ni Kizito. Scarlett baada ya kuisikia story akaondoka pale kwa uchungu kweli kweli, akaelekea chumbani kwake, akafika akachukua picha ambayo alipiga na mwanae Jerry kipindi Jerry ana miaka 2. Sasa ukimwangalia huyu Jerry wa Scarlett ndo yule kwenye picha ambayo Kizito alimuonesha Tega kuwa hii ndo familia ya Tega ambayo ilipata ajali. Sasa mtoto yupo lakini mama ndo alifariki. Sasa amefikaje kwa Scarlett? Deborah bwana akawa ameingia humu ndani. Scarlett akaficha ile picha. Deborah akamwambia, utamwambia ukweli Tega kwamba yeye ndo baba wa Jerry? Scarlett akamwambia, baba wa nani? Nani? Jerry ni mwanangu mimi, na hakuna mtu yoyote ambaye atamchukua Jerry kutoka kwangu. Tena ukichanda ukapanda akawafukuza wote. Deborah na mume wake Kizito atoke mle ndani kwake, wasimjazie enzi. Basi wakawa wameondoka pale. Sasa Tega anashangaa nini kinaendelea. Scarlett kawa chizi mazima baada ya kugundua kuwa Tega ndo baba mzazi wa Jerry. Basi bwana, maisha akaendelea. Sasa siku moja Scarlett yuko hapa na Tega, akamwambia Tega kuwa wewe kumbukumbu zako zimesharudi na ulisema kuwa kwako ni huko Marekani ndo ulikuwa kiishi huko. Sasa kwa nini usirudi zako huko ili ukaendelea na maisha yako huko? Scarlett bwana anajaribu kumfukuza kisiasa Tega aondoke hapa Nigeria ili Scarlett abaki na mtoto wake Jerry. Lakini Tega akasema yeye afikirii tena kwenda kuishi Marekani, bali atafuatilia zile mali ambazo alikuwa anamiliki huko Marekani, akishazipata atakuja kuanzisha maisha hapa Nigeria. Lakini pia jamaa akagusia kuwa siku ile walikisi. Jamaa anasema kuanzia siku ile anahisia na mrembo, ametokea kumpenda kweli Scarlett. Jamaa bwana anaheka bidii aweke wazi hisia zake ise. Scarlett akasema haiwezekani, hili ilikuwa ni kisi ya kawaida tu. Yaani hata mimi sina hisia na wewe mzee. Fanya urudi kwenu Marekani. Achana na mimi kabisa. Tena Scarlett akawa mkali kweli kweli baada ya kuona Tega eti atake kwenda Marekani, anataka kuishi hapa Nigeria. Zikapita miezi kadhaa, bondi na ukaribu wa Jerry na Tega ukawa ni mkubwa kweli kweli, kitu ambacho mpaka Scarlett mwenyewe akaona hawa watu nikiwatenganisha itakuwa nimetenda dhambi kubwa ambayo hata kwa Mwenyezi Mungu kusamehewa itakuwa ni kazi. Ikabidi amuite Tega na akamweleza kila kitu, kwamba siku moja wameenda kwenye kituo cha watoto yatima. Scarlett pamoja na rafiki yake Deborah walipofika pale wakamkuta Jerry. Kipindi hicho Jerry ni mtoto mdogo ana miaka 2. Sasa wakawaambia kuwa huyu dogo amepona kwenye ajali mbaya ambayo ilitokea, so amepoteza baba na mama yake, amebaki yeye kama yeye. Sasa Scarlett bwana akakonea huruma kweli, akawa amekachukua kale katoto na kuja kuishi nako mpaka leo. Ndo hako sasa ka Jerry. Scarlett akasema, Jerry ni mtoto wako? Tega kuuliza, wewe umejuaje ni mtoto wangu? Kwa sababu hapo wengi waliopata ajali. Scarlett akasema, picha ambayo Kizito uko nao kwenye simu yake ya Tega na familia yake, yule mtoto wa Tega akiwa na miaka 2 ndo huyo Jerry ambaye Scarlett alimkuta kule kwenye kituo cha watoto yatima. Unajua Tega kuamini aisee. Scarlett anasema hakumwambia ukweli Tega mapema kwa sababu anaogopa asimchukue Jerry, anampenda sana Jerry, hataki kumpoteza. Tega akamwambia anawezaje kumchukua mtoto kutoka kwa mama yake? Wewe ni mama yake, siwezi kukunyang'anya mtoto wako. Tega akamwambia naomba nipe nafasi niwe na wewe, nakupenda sana Scarlett. Scarlett akamwambia Tega kuwa siwezi kuwa na wewe kwa sababu najua tu siku moja utaniacha kwa sababu mimi sina uwezo wa kuzaa. Tega akamwambia ni kuache kisa kuzaa wakati tuna mtoto tayari? Mimi nakupenda eti. Mimi nakupenda sana. Sasa kwa kuwa Scarlett naye bwana pia anampenda sana Tega, lakini ndo hivyo alikuwa anaogopa na nini kutokana na yeye kutokuwa na uwezo wa kuzaa, wanaume wengi washamwacha, akawa na sita kuwa naye. Lakini kwa sasa Tega anamwambia hawezi kumwacha kwa sababu tayari wana mtoto. Basi bwana wakakumbatiana pale na rasmi wakaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Basi bwana wakamfuata mtoto, wakamweleza ukweli wote. Dogo ni kama aelewi, lakini mama akamwambia ukiwa mkubwa tutakuelezea vizuri na utaelewa ilikuwaje kwaje. Na baada ya kipindi fulani kupita, Tega na Scarlett wakafunga ndoa ise.
rasmi wakawa mme na mke. Na hapo ndo kwa mwisho wa hii ngoma yetu ambayo inaitwa Just Like a Rainbow.